mwanangu unaenda wapi tena? Anaelekea Vijuma. Mimi nilikuwa nakuja kwako mshikaji. Kwa jamaa kule nimetoka. Ila nimekuta kafunga. Sasa sawa, amefunga. Tunafanyaje sasa kuhusu hiyo kazi mwanangu? Na mimi ndo nilikuwa nakuja kwako ili tuweze kufanyaje? Tuweze kuondoka kwa huyo mshikaji. Hapo cha msingi labda nikupe namba yake. Ujaribu kuwasiliana naye. Namba yake? Changamka sasa mwanangu. Namba yake hapa. Ndio mwanangu. Lazima tunapenda. Kwa hiyo, poa mwanangu. Haina mambo. Dada, njoo mara moja. Dada, mambo? Samahani, sijui naitwa nani? Naitwa Naila. Kuna kitu nilikuwa nataka unisaidie kama hautojali. Kitu gani hicho? Unamfahamu Kimwaga? Kimwaga? Ndio, Kimwaga. Bila shaka namfahamu. Kuna jiwe ambalo lipo katikati ya Kimwaga na mke wake Upendo. Nilikuwa nahitaji ukanisaidia kwenda kulichukua. Alafu kama ukifanikisha kulichukua, ulimwengu wote huu unaokuzunguka ikiwemo na majumba, magari, pesa, kila kitu kitakuwa chini yako. Kama utakuwa tayari kunisaidia. Lakini Kimwaga ana mke na wewe ni nani sasa? Najua. Lakini mimi sina shida na mke wake. Ukinikubalia kama nilivyokuambia, utamiliki magari, nyumba, pesa, kila kitu kizuri kitakuwa chini yako. Upo tayari? Sawa. Saidi. Naomba mkono wako. Usiogope. Mbona kuita umenikasirika jamani? Hapana. Mbona nakuitikia? Ndio. Kuna kitu nataka nikwambie mwanangu. Bila shida. Kulingana na mazingira hapa nyumbani, mimi naona kuwa nikatafute kazi nifanye ili tuweze kusaidiana mimi na wewe. Kwa sababu kukaa nyumbani kwa kila siku mimi nachoka sana. Sasa sijui wewe mwenzangu unasemaje? Unajua nini mamangu? Mimi nafikiri kwamba kuhusiana na masuala ya kazi ungeachana nayo kwanza. Kutokana na nikiangalia saizi wanawake kwenye masuala ya kazi wanakuwa wanateseka sana. Kwa hiyo mpaka nitakapoweka labda mimi mwenyewe mipango sawa, nitakutafutia kazi. Usiwe na shaka mwanangu. Niruhusu tu. Ina maana wewe ukiwa unapambana huku na mimi napambana huku, na maana jioni tukikusanya tunajua tumeshapata kiasi fulani ili tuweze kusaidiana. Siwezi kupata uteseke peke yako.
Dada, mimi nilikuwa simi kama huyo ashakuja katika wapi huko huko mtaa wapi? Hata sikufahamu ni wapi. Huyu ndio mimi nilijua tu ni mwizi, kumbe ni chizi. Jamani, kuna vituko kweli. Naelewa sawa, na najua kabisa kwamba unataka labda tusaidiane hapa nyumbani, ila kumbuka hata mimi nina moyo na wivu eti. Hebu subiri bwana, kazi mimi nitakutafutia mwenyewe. Lakini Mungu mimi ningetafuta tu kazi mimi mwenyewe. Hebu acha, afu mimi mwenyewe nitaangalia ni jinsi gani ya kuweza organize na wewe nikakutafutia kazi. Sawa? Haya mume wangu, sawa. Mimi ni nani nipende? Ndo natakiwa iwe hivyo. Nisaidie kufu. Mimi napanda zangu tena kwa mshikaji. Unajua hata nikikaa nyumbani hapa japo. Jamaa hiyo. Baadaye. Haya poa, bye. Jamani. Jamani, mitaa vingine atia huruma. Sasa kwa hapo ndo anacheza nini sasa? Anacheza kitoto kabisa. Anaendesha gari hivi kaka. Kama wote unakana kaka chizi kweli? Jamani. Usi chizi huyu kaka. Kumbukeni sawa, kabla hujafa hujaumbika. Alafu kingine unachojisaulisha ni kwamba chizi anachekesha akiwa sio ndugu yako, na hisi nalijua hilo. Sijaona haja nyie, au sijaona kitu, yani sijajua ni kipi kinawachekesha, ila naamini dunia tunapita, siku moja mtagundua nayo maanisha ni nini. Halo! Pole naongela. Yaani kaka handsome jamani. Tana shati. Kaka handsome hivi unaishi na chizi hivi kweli jamani. Alafu kama mwenyewe mzamu mwenyewe mzamu. Alafu anakaa na chizi. Wewe kaka. Ndio kama ndugu yako aishi na chizi nyumbani kweli? Eti. Na sio huruma. Mbona tusalimiani? Tunashangaa. Unaenda vipi? Pia mkwaje? Alfa. Malizika sasa. Si ndo maana yake? Baada ya kupigwa risasi ndo umelizika, si ndio? Mara ngapi nakukataza? Unajua nini kitu? Sisi ni askari polisi kwenye naniliu, kwenye kitengo chetu kwa tunakula kiapo. Kwa kama tunakula kiapo inatakiwa tupambanie wananchi. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya changamoto. Umesikia? Ni mojawapo ya changamoto ambazo tunazipitia. Kila kazi ina changamoto yake, lakini kikubwa kwa vile ndugu wetu anaendelea vizuri. Jambo la kushukuru Mungu. Umesikia? Haina haja ya malumbano kama haya. Ndio. Kapoteza familia yake yote, mke, watoto kapoteza, kisa kazi hiyo hiyo tu. Mimi nasema kazi ya kipuzi. Unafahamu wale kina dada ambao wanatekwa na kupotea hivi, mfano angekuwa dada yako Anita, wewe ungechukuliaje? Mfano ungeongea hayo vile ambavyo unaongea sasa hivi? Sisi tumekula kiapo, afu usichukulie kama vile ni kawaida. Ni kwa vile mimi nimetibiwa sasa hivi, ninaendelea fresh hapa.
Nitapona tu ndugu yangu. Haina noma. Alfa. Mimi nakuacha na rafiki yangu kwanza. Ngoja niende nje kwanza nikakaleta matunda maana chakula sikipo ndani. Ukirudi nibebe maji basi. Haina shida, ameisha mwana friji. Safi shemeji yangu, mambo? Poa. Niambie. Nimepita hapo dukani hapo kwa kununua vitu. Dukani? Ya hapo. Okay, niambie shemeji yangu. Yaani shemeji. Yes. Ni mwanamke mzuri sana. Tangu siku ya kwanza baadaye, yani kila nilikuwa na rafiki yangu, yani moyo wangu uko sawa kabisa. Yaani shemeji wa masiala unajua mengi. Yani ninaombi kwako. Okay. Ya samani kwa sababu ni shemeji yangu, ni mpenzi wa rafiki yangu. Narudia tena, tangu mwanzo nilipokuona moyo ulishtuka sana baada ya kukutana na msichana mzuri kama wewe. Na sisi kusema kwamba napenda. Alafu masiala yako mengi sana wewe. Sio hivyo shemu unaofikiria. Ila unamaanisha nini? Nakupenda katika kwa kweli kwa dhati. Haya poa, tuondoke basi nyumbani. Haya poa bana, nenda tu mwenyewe mimi naenda. Sasa tumekutana hapa, baadaye tuondoke nyumbani tukalie chakula tule. Nangoja baadaye. Hapana mwanangu, wewe umefikiria vibaya, au si? Leo unajua nini mwanangu? Wewe ni mshikaji, unaelewa? Unakwamba ule ni shemeji. Unaona? Mazingira kama yale uliokuwa nayo na kwa jao naye pale. Unaona? Sasa ikifika kama vile unajua ile sasa anaweza kufikiria vibaya, sasa kuna matatizo. Unaelewa? Yaani kimwaga na rafiki yangu. Siwezi nikamfanya vitu kama hivi. Ilikuwa hivi, kuna maelekezo alinipa, maana nipishana naye pale hivi, unasema alikuwa anaenda. Kuna maelekezo alinipa ambao nimfikishie shemeji. Kwa hiyo mazingira yale kuna maelekezo sana. Kuna maelekezo ambao nilikuwa nampa. Kwa makini. Kwa mwanangu, bwana, kwa makini. Unajua familia. Pesa yangu nimekuelewa sana hapo.
Ndio ilivyokuwa. Shangazi, tuambie basi ilikuwaje hadi kisura akawa vile? Naomba tueleze shangazi, ilikuwaje? Lakini hakuna mafanikio. Tulienda hospitali lakini hatukukosa. Nahitaji kujua zaidi shangazi, ilikuwaje hadi kisura akawa vile? Pole, nitaidi basi shangazi. Pole. Vipi kwani? Kama uko vile na aje, umemalizia hata kidogo. Shangazi. Shangazi.